Okay, so kwenye time frame ya tunaanzia monthly, then tunaangalia wiki inatuambiaje ili tujue hiyo wiki tutaenda kufocus na kipi zaidi. So tukiangalia kwenye monthly time frame, structure tunayoiona ni ukiconsider general structure ambayo muda mrefu hii pair nani gold imekuwa ina move nayo, ilikuwa ni uptrend kuanzia hapa, kuanzia kwenye hii position, sorry, ngoja kuanzia hapa hivi, naona ilikuwa ni clear uptrend, lakini portion tuliopo sasa hivi ni huu upande wa pili ambapo soko ndo lipo kwenye downtrend, ishaanza kugenerate downtrend taratibu. Sawa. Sasa ngoja tu shift twende kwenye weekly time frame tuone wiki na target kipi. Maana monthly imetuonyesha inafanya kipullback kidogo. Kwenye weekly je, tunaona nini? Ngoja twende weekly time frame. Kwenye weekly time frame tunachokiona ni soko lisha generate hiyo clear downtrend kuanzia kwenye mazingira hapa. Kuanzia hapa kuja hadi hapa, hii ni clear downtrend ambayo tupo nayo. Na tukiangalia hapa manake kuanzia kwenye after soko ku create high above, tuliona market kuja na pullback kubwa, then kajaribu kulitrace lakini haikufanikiwa ku break ile previous high, ikaja ika consolidate kidogo hapa, sawa, and then ika break hiyo lowest low, na sasa hivi tupo kwenye hii move ambayo inaendana sahihi na direction ya ya SAU USD, ndio. So kwa hapa tunachokiona ni kwamba it means wiki ijayo soko litakuwa lina target kwenda kufika kwenye eneo hili la lowest low according to movement ambayo imeenda ku close na ili close na sehemu ilipo close. Ngoja nione hapa. So it means wiki ijayo target ya kwanza, first target ya SAU USD ni kufika kwenye hii position hapa chini. Tupo sawa? Hii ni first target. Sawa? Hiyo ni first target ya SAU USD. Sasa twende tukaangalia kwenye lower time frame kama tunaweza kupata chance ya Jumatatu au tunatakiwa tusubiri. Hicho ndio kitu kwenye lower time frame tutaenda kukipata. Lakini kwa sasa hivi naona soko ndo lina target kwenye hiyo position hapo. Soko lina target kwenye hii position hapa chini. Tupo sawa? Kwa hiyo tutaenda kutrade na hii move ambayo direct inalenga kwenda kugusa ile eneo la chini. Lakini before hiyo target kuna next target ya weekly kwa kutumia previous move. Tunaona ni hii hapa ambayo kirudisha candlestick chart utaona kwamba soko lilisweep na weeks. Ndio lilisweep na zile weeks tu. Kwa hapa. Kile candlestick chart unaweza kuona vizuri hapa kwamba hata hii target ya chini soko lilisweep na weeks. Kwa sasa hivi linakuja kwa mara ya pili tena. Ndio. Kwa hiyo target ya kwanza itakuwa ni hii ya wiki, and then second target itakuwa ni hii below hapa chini. Tupo pamoja hadi hapo kwenye time frame ya wiki. Kama kuna mtu ana swali unaweza kuuliza. Time frame ya wiki tupo sawa hapo? Ndio uliza kuhusiana na gold. Hapa nijue kama tupo sawa hapo ili tu shift kwenye time frame nyingine. Yeah. Sasa tuende kwenye lower time frame tuangalie, je, kuna probability ya kwenda kutrade hili eneo na tukapata chance ya kusindikiza soko hadi hapo. Tukienda kwenye daily time frame, sawa? Kama jana nilivyoeleza tu. Tukienda kwenye nini? Kwenye daily hapa. Maana yake kinachoonekana daily ni tayari soko lilikuwa lisha create equal lows kwenye ile eneo la chini hapa. Kutokea hapa hizi ilikuwa ni equal low, west low kwenye daily time frame, sawa? Kwa hapo kidogo eneo soko lililopo ni kuna utata fulani hivi.
kuna utata kidogo. Kwa hiyo sidhani kama Jumatatu unaweza kupata chance nzuri ya kutrade BTC nani. Anasema yeah, unaweza kuita double bottom au equal low. Hizo ni terms tu. Vyovyote tu unaweza kuita. Kwa sababu yako ni first lowest low and then second lowest low at the same position. So ni equal lowest low. Tupo pamoja? Yeah, pia unaweza kuita double bottom. Kwa hiyo kwenye hii hapa kwenye hii hapa position hapa kulikuwa kuna another lowest low ambayo ni previous. Kwenye previous move ilikuwa ni kwenye ile eneo. Ndio maana jana nikajaribu kuambia kwamba kwa hapa tuwezi kujiwekea 100% kwamba Jumatatu tupate chance ya kushort, kwa sababu information unazozipata kwenye daily time frame bado hazitoshi sisi kuendelea kuna kufikiria kushort zaidi. Yani ni eneo ambalo kidogo lina utata, kwa maybe kwa kufanya scalping unaweza kuwa na scalp baadhi ya setup, kwa sababu ukiangalia hapa tumepata equal lowest low, market imekuja ku break high low, na baada ya ku break high low hii ambayo nimeimark hapa, ngoja nionyeshe hii hapa. After ku break high low, maana yake hii position ya juu tutaita tena high low, tutaita ni high. Tupo sawa? Tutaita ni high. Nazidi kukumbushana tu kwa faida ya watu wapya ambao hawakuwepo jana. Ndio. So hii hapa ni high. Maana yake soko lilipotoka kwenye movement yake limetoka kwenye high low after kulitest, kwa sababu structure iliyoonyesha hapa ni kuna probability soko lilikuwa linataka lifanyaje, ni change structure from downtrend lianze kutuonesha uptrend, na lita confirm in case kama litakuja li break hii hapa high. Tupo sawa? Hiyo level ndio itaenda ku confirm kwamba tunaenda wapi, tunaenda chini. Tupo sawa? Tupo sawa hadi hapo jamani? Tupo pamoja? Kwa hiyo tutaenda ku confirm kwamba tunaenda chini baada ya hiyo level kuguswa, kuvunjwa. Lakini sasa hivi tupo hapa katikati. Kwa hiyo ile eneo almost hatuwezi kufanya day trading. Maybe to focus na kuscalp Jumatatu. In case kama tutapata fursa za scalping, tunaweza kwenda kuscalp according to tunachokiona kwenye daily kwamba movement ambayo itaenda kufuata ina target nini. Na ukiangalia kwenye daily time frame kiuhalisia na kinachoonekana tu ni kwamba soko lita target kwanza hii high low kwa move ambayo iliachwa Ijumaa. So kuna probability market itareturn hapa ku target hii high low, na hii probability ni kubwa kwa sababu ukiangalia kwenye weekly time frame tupo kwenye nini, impulsive move. Soko lipo kwenye impulsive. Kirudi kwenye weekly anasema tunaenda chini au juu. Okay, so ikivunja high tutaanza kufikiria kwenda juu. Sawa? Vipi kama itagusa high low chini? Sasa ili tu confirm kuondoka, kwa sababu tukienda kwenye nini, kwenye weekly. Afu jana nilikutafuta ventures kukuona. Nilikuwa nataka nikupandishe tu pige kuhusiana na change of structure. Maybe tunaweza baada ya analysis nikiwa na muda tutaendelea hapa. Nimwambiaje hapa tu hapo, hii ni view tu ya daily, si ndio? View ya nini? Ile ilikuwa ni view ya daily. Hii hapa ni view ya weekly. Twendeni taratibu, si ndio? Kwenye weekly time frame hii tupo kwenye move ambayo ni impulsive. Tupo sawa, lakini ukienda kuangalia internal structure ya hii move kuconsider daily time frame, utaona ndani ya hii movement bado hatuna uhakika kwamba tutaendelea, si ndio? Sielewi chochote hapa, natamani nielewe. Unaona? So hii hapa ni impulsive move. Tupo sawa? Hii ni biashara jamani, biashara hii. Hii ni biashara forex kama ushawahi kusikia. Tupo tuna share knowledge kidogo ili Jumatatu isiwe ngumu kwetu. Jamani, hii ni impulsive move ambayo ipo sana uelekeo wa downtrend ya weekly. Tupo sawa? Twendeni taratibu, nataka muelewe. Ili tujue je hapo kuna nini ambacho tutaenda kukifanya cha sahihi zaidi. Si mnaona? It means tukiangalia target ya wiki na target wapi? Ina target hapa chini. Lakini tukumbuke kwamba wiki moja inakuwa ina candle 5 za siku, si ndio? Ambazo zimo ndani. Ndio maana tunatakiwa tu shift twende kwenye daily time frame kuangalia internal structure ya nini? Ya weekly time frame ili kuona kama je within Jumatatu tunaweza kupata chance ya kusell au chance ya kusell inapatikana Jumanne. Ndio maana ulivyoenda kwenye anasema ni downtrend in weekly time frame. Sahihi. Downtrend. Hapo ni no retracement
Okay, so tukienda kwenye daily time frame, tukijaribu kuangalia view, unaona view ya daily time frame inaonyesha ule undani wa weekly. Tupo sawa? Kwa hiyo kama weekly ina favor sell, lakini eneo tulilopo si eneo la kusell according to nini? To daily time frame. In case sio eneo la kuhold sell. Sorry, sio eneo la kufanya la kuhold sell. Kwa sababu ili to hold sell, in case kama uta short kwenye hii position, maana yake at least ikija ka break high low na ikalitest, ikija ka break hizi equal low za daily, maana yake tumeenda chini direct. Unaona? Kwa hiyo kwenye hilo eneo tulilopo sasa hivi, unaona, kwa eneo tulilopo sasa hivi at least tufanye scalping kwa Jumatatu. Sawa? Na tunavyojua scalping ni very risky, kwa hiyo tutachukua trade chache au tunaweza kuangalia pia pairs zingine ambazo zitakuwa zina fursa nzuri zaidi. Ila kwa ambao mtahitaji kutrade gold, mimi nipo kuwafanyia analysis na kutafuta setup ya siku ya Jumatatu. In case kama itapatikana ambayo itakuwa ina probability kwenye scalping, tuta scalp kwenye hiyo position. Tupo sawa? Ila kwa eneo lililopo sasa hivi ni eneo ambalo kidogo lina probability ndogo kwa part zote, especially kwa sisi retail traders, si ndio? Kwa mtu ambaye labda ni kama institution na watu wengine ambao wana mitaji mizuri, wanaweza kutrade ile impulsive bila hata kuwaza zile drawdown, kwa sababu sisi soko likirudi tu kwenye hiyo high linakuwa limetoa madhara makubwa sana kwenye nini, kwenye akaunti zetu, si ndio? Kwa hiyo eneo ni scalping area, tutafocus na scalping. Sasa ambacho tutakifanya, tutaenda kwenye 4 hour time frame. Venture tunaenda kwenye 4 hour time frame kwanza kufocus na hizo scalping sasa. Kwa hiyo hii tunaita ni scalping nini? Area. Tutamark namna hii and then tuta shift kwenye 4 hour time frame kuliangalia ile eneo kwa undani zaidi linatupa picha gani. Then tutaenda kufanya uamuzi mwishoni, kwa sababu daily as day trader tumekosa entry kwa sababu soko lipo katikati ya high na high low, kwa hiyo huwezi kufanya maamuzi ya kukimbilia tu kwenda kuhold sell, lakini probability kubwa ni market kwenda kuhit hiyo high low. Ngoja tuende kwenye 4 hour time frame kuangalia kwa undani zaidi. So tukienda kwenye 4 hour time frame hapa, 4 hour time frame naiona tuendeni taratibu. Najua tukifanya analysis soko likiwa limepumzika watu wanakuwa hawana ile haraka ya kuingia sokoni, so ni beta tukaenda taratibu zaidi ili tufike salama, si ndio? Tukijaribu kuangalia ile eneo kwa undani, tutaona kwamba kwenye hii portion ambayo mara ya kwanza soko lilipush kwenda juu, ilikuwa ni clear uptrend kwa kutokea kwenye hii position hapa, si ndio? Paka hapa hii ilikuwa ni clear, sorry, ngoja nijaribu kuchukua tena. Okay, so kutokea kwenye hii zone paka hapa ilikuwa ni clear uptrend as minor structure kwenye 4 hour time frame. Tupo sawa? Na tulichokiona kwenye hii position ya chini hapa ni eneo ambalo market iligusa mara kadhaa na likashindwa kufanyaje ku break, ambayo tukienda kwenye daily time frame tutakutana na equal lows au wengine wanaita nini, double bottom. Tupo pamoja? It means hii move soko ilivyo push price kwenda juu kwenye hiyo level, tulikutana pia na hizo equal lows kwa mara ya pili. It means ile uptrend ambayo ilikuwa ni minor ikaharibika. Iliharibikia sehemu ipi? Hii iliharibika baada ya hizi equal low kutokea hapa na soko lika break lowest high low baada ya hii move hapa. Tupo sawa? Unaona hizi equal low ambazo zipo juu, twendeni taratibu. Lengo ni muelewe. Kwa hiyo Jumatatu tujue kwamba kutakuwa na probability kubwa ya kuingia sokoni au tunatakiwa tu tutulie. Sawa? Au kwenye kuscalp tutascalp namna gani? So hizo equal lows zilizotokea, it means soko likuja lika break hizi hapa high low ambazo zilikuwa ni equal pia. Kulikuwa kuna high low almost kama market ilitap mara mbili. Ngoja ni jaribu kutoa hiki ili muweze iko high, sorry. At least kumbe tupo active iko high jamani. Hizo ilikuwa ni iko high ambazo zilitengenezwa na soko and then market ikaja ika break hizi iko high low, si ndio? Then after ku break maana yake soko lika change from uptrend na likaanza kugenerate minor structure ambayo ilikuwa ni downtrend. Tupo sawa? Ikaanza kugenerate minor structure ambayo ilikuwa ni downtrend. So hadi hapa hii structure pia ni kama vile ilipotea, si ndio? Then tumepata move nyingine ambayo ni aggressive sana
ambayo sasa hivi almost ishatengeneza high ambayo ni hii, na soko almost lina target kurudi kidogo hapa juu. So si eneo rafiki sana kwenda kutrade Jumatatu kwa watu ambao hampendi zile setup ambazo zina low probability. Sawa, ni eneo baya kidogo, lakini tunaweza kurudi kwenye lower time frame maybe tukajaribu. Anasema hapo itabai ndo kuseli. Yeah, kuna probability market itaenda juu first before kwenda chini, lakini pia tunatakiwa tuende tukaangalia internal structure ya 4 hour time frame kwenye 1 hour. Sawa, unaona kwenye 1 hour tupo pamoja jamani, mtaelewa tu, tutaelewana tu vizuri. So I think maybe tujaribu kwenda kwenye 1 hour, kwa sababu soko kwa hapa kwenye 4 hour almost ina target lirudi kwanza wapi? Hapa juu. Sawa, kwa hiyo likirudi hapa juu litakuwa limetutengenezea iko high, likija likarudi chini maana yake tutapata movement kama hii, si ndio? Tunaelewana? Kwa hiyo market open sidhani kama itakuwa ni best kuitrade kwa watu ambao mna trade market open, ila muwe makini na muelewe kwamba soko linahitaji lifanye nini according to 4 hour time frame before kwenda kujilipua, si ndio? Kwa hiyo tunategemea tupate iko high, maybe soko lija ika break ndo tuondoke nalo, lakini hem twende tukaangalia 1 hour kwanza. 1 hour inatupa nini? Okay, so 1 hour inatuambia kwamba kwenye hii position hapa juu ambayo ilikuwa ni just like impassive kwenye 4 hour time frame, kwenye 1 hour hii position ni uptrend. Tupo sawa, ni minor structure ambayo ni uptrend. Structure ni zile zile ila zinatofautiana muda according to time frame hiyo structure unaenda kukutana nayo, lakini inakuwa ina behave the same. Tupo sawa? Kwa hiyo sasa tukiangalia kwenye 1 hour time frame tutaona kwamba soko lilikuwa kwenye uptrend and then ika create zile iko high almost ni kama zipo triple, limegusa karibia mara 3 hapa juu. Mara ya kwanza kwenye hii position, ngoja nitumie hichi hapa, limegusa almost triple kwenye hiyo zone na ikashindwa kuivunja, si ndio? Mara ya kwanza ni hapa, unaona mara ya kwanza iligusa hapo. Ngoja ni jaribu kutoa hiki kwanza ili twende taratibu jamani. Leo nitaelekeza mdogo kwa sababu tunajiandaa na Jumatatu. Kwa hiyo we have to know kwamba wiki ijayo tunafanya nini. Hata kama usipokuwa kwenye live yangu hiyo siku, at least unasema kwamba tulishare concept same fulani. Kwa hiyo hapa mara kwanza ili tap na tukaona soko limerudi chini first high, likajaribu tena na second high ambayo ikawa equal the same area. Sawa, hapa hivi, si ndio? Hii almost hapo, si ndio? And then after hapo tukaona tena soko limeretest mara ya 3 at the same area, soko likashindwa kufanyaje, kuvunja, na kilichoenda kutokea it means soko li break high low according kwenye hii minor structure ya 1 hour kwenye hii position hapa juu hapa hivi, ikawa imebreak high low. Nitajaribu kuiwekea kimshale ili mjaribu kuiona vizuri. So kwa hapa hivi ili tujue kwamba tunaenda kufanya nini Jumatatu. So kwa hapa tunaona soko iligusa kwenye hii position pia. So lipo kwenye hiyo position ndio ilikuwa ni high low ya hii uptrend minor. Tukaona entry ishachukuliwa baada ya soko ku break, tuliona limeretest. Yani namna hii. Tumeona soko lime break hapa. Ili break, keep tapping guys ili live isije ga disconnect. Sawa isije ga disconnect. So in case soko likaja chukua entry, tukaona soko limerudi chini, likaanza kutengeneza iko lowest low. Unaona iko lowest low. Na sasa hivi soko linarudi kwenye hii position, ndiko hapa, si ndio? Tumeelewana? Yanapo twendeni taratibu, tusikurupuke mdogo. Kwa hiyo kwa hapa tushaona iko lowest low kwenye 1 hour hapa. Unaona hizo ni iko lowest low. Maana yake ni sehemu ambayo soko lipo kwenye indecision. Juu limeacha iko high, chini iko lowest low. Tupo sawa. Lakini lipo near sehemu ambayo inatumika as resistance kwa sababu juu ilitumika as support level kwenye hii haya mazingira, ipo near resistance area. Tupo sawa. Kwa hiyo mtu ambaye atasema kwamba mimi Jumatatu market open nita sell, atakuwa yupo sahihi kwa kuconsider 1 hour time frame structure, ni kesi kama atakuwa anaangalia hapo kwa sababu ipo near resistance. Anaweza kufikiria hicho kitu kwa mtu ambaye atatumia 1 hours information. Na mimi napendekeza
at least information zetu za direction tuishie 1 hour, kwa sababu tukizidi kurudi kwenye time frame ndogo zaidi tutaenda, lakini haitakuwa best entry, kwa sababu utaanza kutrade hadi katikati ya hizi move. At least ujaribu kuangalia hapa, unaona tujaribu kuangalia hizo position mbili. Yani mimi naona hapa mwisho decision yetu kwenye SAWI-USD mimi naomba tuishie hapa, au nyewe mnasemaje? Tusiende chini sana, kwa sababu tukizidi kwenda chini sana tutaanza kutrade katikati ya hii, almost ni kama ranging ya 1 hour, si ndio? And then madhara yatakuwa makubwa sana. Of course tutakuwa tupo sahihi according to scalping, but mimi naona at least kwa sababu eneo limeshakuwa gumu kidogo, tuishie hapo. So huku tutakuwa tunaangalia tu, tukienda kwenye 30 minutes tutaangalia ni case market ikifika hapa. Kwa hiyo kwa watu ambao watakuwa na uwezo kutrade hii setup kwa kushort, watakuwa hapo sahihi kwa kushort kwenye ile eneo, kwa sababu ni selling zone. Juu soko limeshindwa kupata decision, limepata decision, imekuja kuchukua entry mara kadhaa hapa, na hii ni mara ya 3. Kwa hiyo I think kwenye hiyo point tukienda hadi 5 minutes hapa, I think tuishie hapo. Kwa hiyo mimi naona sasa kwa watu ambao mtapata market open, mpo kwenye ambao mna trade market open, kwa ushauri na probability ambayo naiona, at least selling position iwe hapa, uchukulie hapa order zako, and then stop loss yako iwe above high, mazingira kama haya. So at least itakuwa ni best setup. Utaangalia take profit itakuwa ni kwenye support level. Tutakuwa live wote, tutakuwa asifu tuna trade live wote, msiwaze, tupo pamoja live zote, sawa. So setup yetu itakaa namna hii. First take profit itakuwa ni hapo, in case kama soko lita break litembee juu, tutakuwa tushaelewana kwamba kwa nini ime break hivyo, sawa. At least mimi naona kwa sasa hivi, yani kwa kinachoonekana sasa hivi, hiki ndo kitakuwa ni best kwa sasa. Unaona first TP itakuwa ni hapa, soko likikubali kuleta hadi huku, final take profit itakuwa ni hapa below, na almost hii setup itakuwa na, in case kama itakubali na isilete madhara, itakuwa na kama pips 400 plus. Stop loss yake ni kama pips 80 mpaka 70, kwa sababu tunaweka stop loss above high ambayo ilikuwa ni hii high hii hapa kwenye hii point hapa. Ukiconsider 5 minutes kuna hapa hii hapa point, so stop loss yetu tunaweka above hiyo high, kwa sababu soko likiweza kusweep above hiyo high, maana yake pana liquidity engineering type 1. Okay, mimi vitu sivifahamu, lakini vinaweza kuwa vinafanya kazi pia, lakini sivifahamu jamani. So kwa uwezo wangu I think nimeishia hapo. Gold imeeleweka, si ndio? Kwa hiyo market open inaweza kuwa open na gap, hatujui. Hizo sio kazi zetu. Kazi zetu ni kuangalia kwamba sehemu gani sahihi, sehemu gani sahihi ya kusubiri. Mimi naona gold atakaa namna hiyo. Na mnakumbuka ile setup ya Ijumaa, ilikuwa Ijumaa. Niliweka take profit huku, lakini unaona niliweka take profit lakini ilikuja ikasweep tu na okay. Ngoja kwanza huyu ni mtoe huyu riski nani. Hapo na sisi tutakuwa tumeelewana hapo. Haya. Tunaenda pia ipi? Tunaenda kwenye ni Euro USD. Euro USD au pia ipi? Euro USD. Okay, sawa. Tunaenda kwenye Euro USD. Euro USD. BTC after Euro USD BTC. Hizi setup tutaziacha hivi ili Jumatatu usihangaike. Euro USD. Euro USD hapa. Euro USD mdogo. Yes, kuna setup fulani ya euro tulichukua, si iliendaje? Sijajua kwamba mna trade euro, maana wasi zingine usiziangalia, zikishapita basi. Naikumbuka ile seri ya euro, si iliwaendeaje jamani ambao mlichukua au iliwatoa?
Flipping ndo nini? Kuna style ya flipping kweli? Flipping yani unakuwa unamaanisha nini? Okay, so ngoja tuende kwenye Euro USD hapa kwanza. Ni Euro USD